Wasi wanafuata burudani wakifananisha ile sawa sawa na bongo flavor. Sasa katika bongo flavor yao wamevuka mipaka, wakaandaa mwimbo unaosema jiwe jeusi ya Maka. Jiwe jeusi ya Maka. Wakasema hivi, na nukuu maneno yao: limesimikwa kule Maka, inaabudiwa na Waarabu, na sio Waarabu tu bali nchi mbalimbali, hata ikiwemo Tanzania yetu. Jiwe jeusi limesimikwa kule Maka, na jiwe hilo laabudiwa na Waarabu. Jiwe jeusi limesimikwa kule Maka, na jiwe hilo laabudiwa na Waarabu, na si Waarabu tu, nchi mbalimbali, hata ikiwemo Tanzania yetu. Na si Waarabu tu, nchi mbalimbali, hata ikiwemo Tanzania yetu. Jiwe jeusi limesimikwa kule Maka. Jiwe hilo ndiye Mungu, wanasujudu mbele ya jiwe wakiomba. Wanadanganywa, eti jiwe hilo ndiye Mungu, wanasujudu mbele ya jiwe wakiomba. Ewe Mola wetu, tusikie Mola, Mungu wa mbinguni, asikitika sana. Tusikie Mola, Mungu wa mbinguni, asikitika sana. Wanadanganywa, eti jiwe hilo ndiye Mungu. Kisha akasema vitu vyote duniani visiabudiwe bali Mungu wa mbinguni. Sisi tunashangaa, hii ndio aqida ya Uislamu. Hadhihi hiya aqidatuna, hii ndio itikadi zetu sisi. Tunapinga kufadhiliwa mwanadamu na kuabudiwa. Hata raisi wa manabii na mitume, Mtume Muhammad, bwana wa mabwana, kiongozi wa viongozi, raisi wa mitume na manabii na kiboko wao vile vile, sisi Waislamu haturuhusu hata Mtume Muhammad kuabudiwa, hata kupewa cheo chenye kufanana na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Qur'ani imetufundisha kwamba waambie mimi Muhammad, pamoja na utume wangu na uzito wangu na fadhila zangu na ukubwa wangu, lakini bado mimi ni kiumbe tu, ninachotofautiana na nyinyi, naletewa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nani anayemtambua Mungu wa mbinguni kati ya sisi na wao? Hivi karibuni tu katika mwezi huu Aprili unaokuja mwanzoni, utakuta Mungu wao amekufa siku 3 mzima. Mungu anakufa, Mungu anafufuka. Huu ni usanii uliokuwa wazi kabisa. Na laiti hii dini ingekuwa ya kwetu, ya kwao ndo ya kwetu, na ya kwetu ya kwao, ingekuwa mshike mshike, wangetamba kweli kweli.